Huyu huko ni waziri yake. Huyu anatakiwa kwenda kufanya ile kazi amepewa. Sasa hii siasa ya kugawa, anatoa wapi nafasi ya kwenda siasa ya kugawanyisha mlima? Hakuna waziri anaweza fanya siasa bila Ruto kumkubalia. Hii unaona Duale anaongea ni Ruto amemwambia. Hiyo Rukua anaongea ni Ruto amemwambia. Mimi nikuulize, huyu Ruto siku Omar ametukana jamii ya mlima hapo Mombasa, aliongea? Hao wabunge wanatembea na Ruto walienda wakapeana ultimatum, wakasema huyu Omar asipotolewa hata hao watatoka hivi. Niwasikia tena walipeana for 8 hours, wakaambiwa mkitaka kutoka mtoke, hata hamna watu wote walienda na nini, you are nobody. Sasa mnasema mnatoka mtoke, muende wapi? Wakaambiwa tokeni muende. Mheshimiwa, wakakuja mkia wakajamaza. Mheshimiwa, pengine tukiangalia katika hii na mimi sifanyi kazi hii. Sisi watu wa Mlima Kenya tumenyang'anywa kila kitu. Watoto wetu wamefutwa KRA, wamefutwa polisi, wamefutwa jeshi, wafanyabiashara wetu wamekataa kulipwa pending bills, watu wetu wamehangaika, hakuna development inaendelea, watu wanauawa hapo kwa mpaka. Hakuna kitu naweza fanya. Ile kitu tuko nayo, kinga yetu kama jamii ni umoja wetu, kwa sababu sisi tuko na kura mingi sana, na mimi siwezi kubali na sitakubali mtu yeyote akawanye hii mlima, kwa sababu hii mlima ikigawanyika tumekwisha. Tutakuwa hatuna nguvu Kenya, na hakuna hata mtu atakuwa na haja na sisi. Waleo kila mtu ananitafuta mimi, Kalonzo ananitafuta, Matiang'i ananitafuta, Sifuna ananitafuta, Natembeya ananitafuta. Wananitafuta mimi kwa sababu ninaongoza jamii ile kubwa sana kwa upigaji kura katika Jamhuri ya Kenya. We are relevant. Siku tutakatakatwa atuambie kando, atiwa Meru kando, mambo yetu imeisha, hakuna mtu anakuwa na shughuli na sisi. Na sisi hapo tutaweza kusema wewe unataka uwe rais, ndio. Nataka kura zetu zikubaliane. Sisi tuko na kura milioni 8, wacha tuongee. Hiyo ndio maneno Ruto alikuwa anasema ya shares. Because hakuwa anataka hiyo maneno kusema kura zetu lazima zikuwe na maana. Sasa siwezi kubali. Uzuri na bahati yetu kama jamii, wananchi hawataki hiyo maneno. Viongozi ndio wako na hii maneno kwa sababu ya kupewa pesa. Leo umeona Junet akisema, sijui kama umeona, akisema mimi nikitolewa walipewa pesa. Nimekuwa nikisema mimi nilitolewa bila makosa yoyote. Wabunge wakiwa wale wa hapa Meru, seneta wa Meru, wabunge hapa walipewa kila mtu pesa wakanitoa. Leo Junet amesema, iko kwa video inazunguka, anasema Gachagua akitolewa iko pesa ilitolewa na Aaron Cheriot ndio alikuwa accounting officer. Ruto amejaribu kujificha ati wabunge walitutoa. Sasa imejulikana ni yeye na wakale jini wake, kwa sababu Aaron Cheriot ndiye alikuwa anagawa pesa na yeye alitoa pesa. So nikwambie, wabunge ndio wameenda kwa Ruto kuchukua pesa. Raia, wananchi wote wa mlima wako pamoja, na hawezi kubali kugawanyika. Na mimi nataka nikuhakikishie, hakuna mtu utagawanya hawa watu ya mlima. Hawa watu ni watu werevu sana, ni watu wanajua unity is strength, wanajua nguvu ya jamii ni kuketi pamoja, na wanajua mkigawanyika mtatawanywa, mwende mbali na mtaisha. Kwa hivyo mimi furaha yangu, na ndio nimekuja kucheck. Nilianzia jana Embu, nimekuja leo niko hapa kesho na kesho kutwa. I'm just checking kama hiyo ujinga ya Roko kuna mtu anasikiza. The good news I want to tell our people, the good news, hakuna mwananchi kwa hiyo maneno. Hiyo maneno ni Roko wako naye peke yake. Hii unity basi ni kumaanisha kwamba wewe ndio unanufaika nayo. Kama wote wanakutafuta hapa, basi ni kama Kalonzo anakutafuta, Matiang'i anakutafuta, mimi ni kiongozi ya jamii. Mimi sifaidiki mtu binafsi. Mimi nachunga jamii, nachunga maslahi ya jamii. Isipokuwa mimi naongeanga sana na kutetea hii jamii. Hii jamii ingehangaika. Kama sasa nikipiga kelele hapo kwa boda kuna poa mwezi 3. Tena wanaanza kuumiza watu. Kazi yangu ni kutetea hii jamii, kwa sababu wale wote walichaguliwa na kura, waliuza jamii, wakapewa pesa na Ruto, wakawacha. Sasa nikuulize, Imenti Forest hapa inaenda? Si inaenda? Maji hapo ndio maji yote natoka hapa. Town kumeanza kuwa na ukosefu ya maji. Yeah? Kwa sababu tumedisturb source ya maji. Hii senator ya Meru
wabunge wa Meru, umesikia mtu ameongea? Wananchi ndio wanalia, mpaka walipiga ile muibaji wetu, yule muibaji wetu anatuibia hapa Meru. Kama alipigwa hapo na wakora wakati ya public participation. Akisema wa Meru hawataki hiyo maneno. Wangetaka kuhifadhi msitu wa Imenti kwa sababu ndio maji yote ya Tharaka, ya Nithi na ya Meru inatoka. Senator amenyamaza, wabunge wamenyamaza. Sasa mimi Rigiji nikikosa kutetea hao wa Meru watatetewa na nani? Mheshimiwa, umeuliza hii maneno ya ng'ombe. You are on record. Niliuliza mbunge mmoja hapo. Hawa nikapatana na yeye. Huyu Kadhuri. Karibu wafujike Mungu alitaka kutoroka, nikamshika. Nilikuta yeye kwa airport. Nilitoka Mombasa. Sasa hapo VIP hapo nikaputa yeye. Alitaka kutoroka, nikamshika. Nikamwambia Kadhuri, mimi nikiwa deputy president nilikutetea ukapata hii kiti ya deputy speaker. Kweli ama uongo? Akasema kweli. Nikamuuliza, kwa nini umeuza jamii, umenyamaza? Watu na uawa kama kuku kwa mpaka na uongei. Akaniuliza, kwani hii Meru walianza kuuawa 2022, walikuwa na uawa mpaka hapo mbele. Hiyo ndio watu shida wako nayo. Hao watu hawezi ona makosa ya serikali ya Ruto kwa sababu wanachukua pesa kwake. Hawezi ongea. Hata kukiwa na shida gani, hawezi ona, hawezi ongea. Wameru wanaumia, kila kitu naharibika, hawezi sema chochote. Sasa mimi nilipokuweko, nilikuwa nachunga maneno ya Meru. Hao walikuwa naenda kwa Ruto wanachukua pesa, mimi nasukuma maneno ya Meru. Nilipotoka, Kindiki akaletwa, ni mtu ya kuandikwa, hawezi ongea. Hata yeye anaogopa. Hawa wanaogopa. Kwanza hao sikuogopa, hao wanachukua pesa. Sasa hii wa Meru nisipowatetea watatetewa na nani? Mheshimiwa, mtu anaweza uliza hivi. Mtu ameleta pesa, anasema anataka kiti. Raia wakasema yule ni mtu ya Kasongo. Raia yote kwa kiwanja dinu. Hao watu wote ni watu ya Ruto. Na wame abandon the people of Meru. Wamewachilia watu ya Meru. Wamewasahau. Kwa sababu sasa nikikuuliza, ukiangalia mambo kama ile maneno yote Ruto aliahidi, nilikuwa naangalia hapa. Nilikuwa naangalia hiyo maneno yote. Kama sasa hii pombe haramu nilikuwa nimemaliza. Tangu nitoka imerudi. Hakuna mtu naongea. Inaua watoto wetu, watu wamenyamaza. Ukiangalia mambo ya Nithi Bridge, watu wanachukuliwa mashamba bila compensation. Na ikijengwa hawatalipwa. Hao watu watakuwa maskini kwa sababu serikali haitakiwi ijenge shamba yako kabla ya kulipa wewe. Hao watu wa Nithi Bridge mashamba yao inachukuliwa, nani ataongea juu yao? Mambo ya makutano hii tulitaka tupate dual carriage kutoka Makutano, Embu, Chuka, Meru town. Ile ya Nyeri inaendelea, hii ya kuja Meru ilisimama. Hao wabunge hawaongei, hawaulizi. Wakienda kwa Ruto wanachukua kila mtu 200,000 wananyamaza. Hiyo ndio sababu labda wanasema mlima igawanyike. No, sasa igawanyike ndio nini? Sasa hii wanashindwa kuuliza kwa nini? Ile tuliuliza hao hawaongei. Ukiangalia Ruto aliahidi 25 kilometers of tarmac kila constituency. Hakuna kitu imejengwa tangu achukue. Sasa ni mwaka hii anaenda uchaguzi. Hao wabunge wote 9 hakuna mtu anaongea. Aliahidi airstrip ya Metongo na Gaito. Aliahidi ingine Kaaga. Hakuna kitu imejengwa, hakuna mtu anaongea. Mambo ya maji. William Ruto aliahidi Kithino Dam, Kathita Dam, Thagatha Dam, Mweru Water Project, Imenti Forest Dam, na Iraro Dam na Igoji West. Hii kwanza ya Igoji ilitolewa ikapelekwa Uasin kwa Ruto. Wabunge wote 9 wamenyamaza. Governor amenyamaza. Women rep amenyamaza. Hakuna mtu anaongea. Ruto anakuja hapa anasema ati Meru itakuwa sete. Sete haina sewage. Enda hapo soko ya Nkoromoni. Siku tumeenda hapo mkutano wa Rufu ndio hiyo. Sewage Meru town hakuna. Gobo hakuna. Maua hakuna siwa. Hakuna mtu naongea. Aliahidi. Mbunge amenyamaza. Na kama watu wa Meru labda wako comfortable nao wakiwa kama viongozi wao. Meru wanalia, wewe usitembea town. Kila mtu ni one time. Hata saa hii nikipita kwa gari na wajui hata ni yangu. Everybody is unhappy. Hata nyinyi kujifanya mnajifanya hamjui. Wa Meru wanakasirika kwa sababu haya alikuja akasema ati itakuwa sete. Sete haina maji. Sete haina ring road. Sete haina sewage. Si ni uongo tu kudanganya wa Meru. Sete si jina. Sete ni services. Lazima uweke haya. Igia mambo ya matibabu. Alikuja hapa akasema atapeana 1 billion ya kufanya Meru Hospital level 6.
hakuna shilingi imekuja, hakuna mtu naongea. Wabunge wamekula, wameshiba, wamenyamaza, wanasema 2 term. Ruto aendelee. Apewe 2 term, sisi hatuwezi toka kwa serikali. Ingia mambo ya Nyambene Hospital, alisema itakuwa upgraded. Mpaka wa leo hakuna shilingi hata 10. Ingia mambo ya markets. Markets hii 17. Mheshimiwa hii Kakoromoni alisema ataweka 1 billion, hakuna contractor amekuja. Haraimu aongei, iko hapa tabu. So mimi vile nasema ndugu yangu, Wameru wako peke yao. For now, mimi nitafanya kazi ya kutetea pahali nitaweza, nisaidiane na Mithika Linturi na wale watu wanatafuta viti. Nasikia tulikuwa na governor wetu anaitwa Kawira, Ruto akasema afukuzwe. Mtu ya kuchaguliwa. Akipewa nafasi amaliza kazi yake. Lakini sasa hizi ameendiwa kwenda Kawira Mwangaza akarudi kwenye ofisi. Imekuwa ikisemekana hivyo sana. Mimi sijui kama atarudi ni sawa, kwa sababu alichaguliwa na watu ya Meru. Ruto hangemtoa, alitumia wajumbe kumtoa na MCA. Angewacha tu kama watu ya Meru wako na shida na Kawira, wamtoe baada ya miaka 5 vile tulifanya Kericho. Na huyu Ruto ni mkali. Impeachment anakubalia tu Mlimani. Pale kwake Kericho watu walitaka toa governor, nilikuwa deputy. Akaniita, akaniambia sitaki kusikia hiyo maneno. Kwenda ita UMC umwambie sitaki ujinga. Wakome. Nikawaita nikamwambia rais amesema hataki hiyo maneno, ikalala. Na ukiangalia impeachment inafanyika hapa Mlimani. Ametoa Kawira, ametoa mimi. Na ni yeye ametoa, wabunge wamesema walipatiwa pesa. So yangu ni kusema nikiwa hapa Meru, watu wetu wa Meru, tafadhali msiangukie hiyo mtego ya Ruto kusema ati tuachane na Wakikuyu na Waembu na Wambere. Anataka kutukalia vile moja alitukalia miaka 24. Wacha sisi wote tukae pamoja, tutoe yeye mwaka ujao, kwa sababu kura yetu kama imeshikana atatoka asubuhi. Kwa sababu sisi nimepima, nimeona tutakuwa kama milioni 8. Tukiwa milioni 8, tukiongeza na ya makuzo wetu na watu ya payslip wale ambaye wanakatwa mshahara, hata nyinyi najua mtatupigia kura, kwa sababu payslip yenu pia mmekatwa pesa ya housing, mmekatwa ya SHA, mmekatwa ya NSS. Hata nyinyi mnalalamika vile mwezi ongea hapa, ni sawa hiyo, msiongee, lakini mimi hata naona uso wenu na roho zenu, naona hata nyinyi mnataka mabadiliko. So mimi niseme nikimaliza, Martin, the Meru people are on their own. They have no leaders. Nimetembea hiyo ma MC yote tunasema ya serikali. Hii yote nimekuja nikiuliza, wanasema hiyo ni 1 term. Mtu yote ako pande ya Ruto. Mtu yote ako pande ya huyu governor Bonoko. Hao watu yote ni watu ya kwenda nyumbani. Kwa sababu waliwachilia wale watu ambao waliwachagua, wakaenda kufuata tumbo zao kwa Ruto. Ruto anatufinya, hakuna kazi anafanya, anatugawanya, anachukua mashamba yetu. Na wale viongozi walichaguliwa na raia watu wamenyamaza. Mheshimiwa, kwenye chama yako ya DCP, sasa umesema Meru kuna shinda, but pia kuna shinda kwenye chama yako. Unapoongea na watu ambao inaonekana wanaweza wania kupitia chama yako na washinde, they have some reservations. Wanasema the structure ya DCP leadership hapa Meru haina wazi. Sijui kwa mwenyewe kama kiongozi, hilo swali unalishughulikia vipi kuhakikisha watu ambao wangetaka kusimama kupitia DCP hapa Meru watapata haki? Chama yetu ni mpya, ni ya mwaka moja. Na chama yetu inaenda mzuri sana. Tangu tuanzishe tuko na viti 4. Tuko na MCA ya Narok Township, tuko na MCA ya Kariobangi North, tuko na MCA ya Kisa East, na ile ushindi tumepata juzi member of parliament ya Olkalau. Tunaendelea mzuri. Kila chama ikianza iko na matatizo kidogo kidogo, na tutaendelea tukitatua. Yangu tu ni kuahidi watu ya Meru ya kwamba tutarainisha ile structures iko, kwa sababu tulipoanzisha chama bado fanya uchaguzi. Tulipick watu hard picking. When you are hard picking unafanya makosa, na hapa unaenda ukirekebisha. Na ndio niko hapa nitarekebisha hiyo makosa. Ya muhimu ni wajue ya kwamba chama imekubalika. Kila mtu anataka hiyo chama, na hiyo chama tutakuwa na free and fair nomination. Hiyo ndio kitu ya maana sana. Ya kwamba mimi mwenyewe kama party leader, pia nikiwa mtoto wa Meru, siwezi kubali kuwe na nomination ambaye haina uhaki na usawa. Kwa hivyo zile shida kidogo kidogo zinaweza kuwa kwa ofisi, tutaendelea kurekebisha. Hata nimewaambia watu ya hapa, Captain Mithika Linturi ni National Organizing Secretary. Yeye ni officer wa kitaifa. Hata ingilia nomination ya Meru. Na hata akitaka kuingilia tuwezi mkubali. Kwa sababu hatuwezi mkubalia. Yeye lazima aondoke, kwa sababu yeye anataka kupigania kiti ya governor. Hizi viti vingine yoyote ya MCA ya kila kitu, lazima watu ya Meru wapatiwe nafasi, wafanye free and fair nomination,
yule kiongozi ambaye atakuwa na ushawishi ndio tapatia tiketi yetu ya kupigania kiti. Pengine mheshimiwa, kuna mtazamaji anasema kwamba ilikuwaje ukampea Senator Medhu ambaye yuko hapa mko naye hapa Meru leo kuwa Secretary General wa chama cha DCP na sio Mithika Linturi ambaye anaonekana kuwa na ushawishi mkubwa na pia experience kubwa katika siasa? Mithika Linturi ni National Organizing Secretary. Kazi yake hata ni mingi sana kwa sababu wako na experience ya kutosha. Lakini powers mingi mheshimiwa ziko na Secretary. Unajua kazi ni mingi. Kuna ile kazi ya msemaji. Na tukaona Medhu kwa sababu ako pale Senate, ako Nairobi, pahali mambo inakuwa moto akuwe pale. Linturi pia anatafuta kiti cha gavana. Lakini Linturi tulimpatia National Organizing Secretary kwa sababu ya mipangilio. Medhu hana experience ile Linturi yako nayo ya mpangilio wa siasa. Linturi ndio National Organizing Secretary. Hii kazi yote unaona mpaka Olokalau mwenye kupanga ni huyu Mithika Linturi. Na hii kazi ya National Organizing Secretary si kazi ya kutangazwa, ni kazi ya kuunganisha mawaya huko chini na ndio ya maana sana. Lakini sasa hiyo inamweka aonekani sana. Inafanya nimekuambia kuna ile watu unaonekana pale. Kuna watu wako ile inaitwa backroom. Hata nyinyi kwa studio, nyinyi ndio mnaongea saa hii. Hii watu wanachukua hii kamera ni muhimu hata kuliko nyinyi. Wale. Na wamenyamaza waongei hata wajulikani, hakuna mtu anajua hawa. Lakini bila hawa hamwezi kuonekana. Linturi ni mtu ya nyuma. Ndio engine ya DCP. Hii maarufu tumepata in 1 year. Heko ni kwa Mithika Linturi. Kwa sababu Linturi yako na experience ya siasa. Lakini ukikaa nyuma mheshimiwa katika siasa utasaulika. Hapana, Linturi ako na experience. Hata mimi nikienda ku negotiate, siku tutaenda ku negotiate ya kwamba nani atakuwa flag bearer. Mtu yangu ni Linturi. Alikuweko wakati ya Uhuru na Ruto. Amekuweko, ako na experience, ni chuma ya zamani. Na ni mtu muhimu sana kwa chama yetu. Lakini si lazima atiaonekane, na nimekupatia very good example. Hao wako na kamera, hakuna mtu anajua majina yao. Wewe Martin unajulikana. Lakini bila hao watu huwezi ionekana. So Linturi is okay na kazi anafanya ya National Organizing Secretary kama chama tunajivunia na tunampongeza. Mheshimiwa Gachagua, wewe ni kwa sababu in many instances watu wamekurifaa wewe kama mkabila. Actually, Ende Duale alisema kwamba kwa sababu ameitwa na NCIC, alisema kwamba hataenda kuitika NCIC kabla wewe haujaitwa. Alisema utaitwa na NCIC. Anataka nizo nimefanya makosa gani? Anasema wewe ndiye mkabila na anasema akiwa nani? Mimi nikuulize one. Yeye si NCIC. Yeye ameongea ubatope. Amesema watu ya mlima ni mafisi. Mimi bado tukana bado tukana mtu yeyote. Ile wanasema mimi ni ukabila, ni kupenda watu wetu. Kama ukabila ni kupenda watu wenu, nimekubali. Mimi napenda watu wetu. Kwa sababu ndio wamenichagua. Mimi isipokuwa ni watu ya mlima singekuwa deputy president. Hao watu ya mlima Ruto alinichukua atege kura za mlima Kenya. Because bila mimi hangepewa. Nilisikia akijivuna juzi ati alijilete mlima. Sasa hiyo Olokalau alinyolewa kwa bwana hakujilete kama yeye alijilete mlima. Mimi nilikuwa deputy president kwa sababu ya kura ya mlima. Na watu ya mlima waliniamini ni watetee na mambo yao. Hawa kina Aden Duale wananiita mkabila kwa sababu mimi natetea watu ya mlima. Kama leo akisema sisi ni fisi na mjibu. Anataka ninyamaze. Vile Kindiki alinyamaza, Omara akisomea watu ya mlima, Kindiki ananyamaza. Ndio wanasema yeye ni nationalist. Kama ni mimi haingefanyika. Mimi ni kiongozi wa kitaifa lakini nimetoka mlimani. Mimi ni Mumeru hapa. Ukiingilia wa Meru nitakabiliana na wewe kwa sababu kila mtu wako na kwao. Ningetaka waseme mimi ni mkabila, ni nani nimefuta kasi kwa sababu ya ukabila? Ni jamii gani nimetukana? Martin. Ningetaka nitolewe clip nimetukana wa Somali. Nimetukana Waluya. Nimetukana wa Kisii. Mimi bado tukana mtu. Ile wanasema mimi ni mkabila ni kwa sababu ya kupenda watu wetu. Hiyo nafasi ya kupenda watu wenu ni wachiwe. Mimi napenda watu wetu. Na mimi nasimama na haki yao na mimi nawatetea, mimi nawachunga na maslahi yao mimi naangalia kila siku. Na si kusema kwa sababu napenda watu wetu ninachukia wengine. Hapana. Mimi napenda Wakenya wote lakini pia napenda watu wetu zaidi. Na hiyo ni haki yangu na hakuna mtu anaweza kuniondolea hiyo. Hiyo ndio inafanya mtu kama CS wa Interior Kipchumba Murkomen. Na by the way sounds ni kama yenu nyinyi wawili is personal. Na ndio mwenzangu hapa alikuwa anakuuliza kama kuna watu ambao wanafikiria kwamba siasa yako ni ya kujipiga kifua.
Mimi sitaki niongee mambo ya hiyo mtu ni mfanyikazi. Mtu ya ligi yangu ni William Ruto. Hata Kindiki nimewachia kina Medho. Hata hiyo akina Murkomen, hiyo ni wafanyikazi ya William Ruto. Mimi ni mtu bwana alichaguliwa na watu milioni 7. Mimi ni mtu naongoza kura ile mingi sana kwa Kenya. Hiyo ndio wanasema ni kujipiga kifua. Hiyo ni kusema ukweli, kusema hiyo kura iheshimiwe. Mimi nasema mlima iheshimiwe. Ndio wanasema mimi najipiga kifua. Kusema mlima iheshimiwe iko makosa gani? Nikiona iko madharau, iko matusi, iko hii maneno ya kuingilia watu ya mlima Kenya, kuwatukana, kuwaita hii, mimi nasema hapana. Ndio wanasema mimi najipiga kifua. Lakini si maneno tutapiga kura. Unajua hii maneno ya kura ndio yanaleta heshima. Kindiki alikuwa amesema Olokalao watu wataheshimiana, si waheshimiana. Tumekutana nao pale. Sasa tunapigana nguvu. Next year tutaonana. Yes. Wacha nikurudishe Meru, sorry Mwenda. Wacha nikurudishe Meru kidogo. Mheshimiwa Gachagua. Hivi majuzi ulisikika ukisema kwamba hakuna haja ya State Lodge Meru. Kwa sababu kuna State Lodge nyingine Sagana. Na wakati ulikuwa Deputy President ulikuwa on record ukisema kwamba tunahitaji kuwa na State Lodge hapa, ndio mkikuja na president mnapata mahali. Nilisema hivyo. Juzi pia si jana nimekusikia pia ukisema kwamba leo actually ukisema kwamba unataka pia wewe kujenga kwako Meru. Kwangu ndio. Meru kwangu. And now what will be wrong? Kwangu mimi sijengi kwa msitu. Najenga kwangu. Siku hiyo nikiwa Deputy President. Nataka utafute clip. Rahim alisimama akasema msitu ikatwe. Nikamwambia hapana. Hatuwezi kata msitu. Hatuwezi kata msitu kujenga State Lodge. Hakuna haja. Sagana imejengwa. It's not a priority. Kama lazima ijengwe, serikali inunue shamba. Isiharibu mazingira. Isiharibu water catchment area, kwa sababu ikiwa tuko na State Lodge hapa, alafu mito yote ikauke watu wakose maji, hiyo State Lodge ni ya kazi gani? Hiyo State Lodge ni ya mtu mmoja kukaa na anakuja analala